Kuna kisa kinasimliwa, alitumwa Jibril alayhi salam kwenda kuangamiza kijiji miongoni mwa vijiji vya watu wabaya, na mara zote Jibril akiambiwa akafanya maangamizi pahala, huwa anapewa maagizo ya ziada: muokoe fulani na fulani na fulani na wafuasi wao, halafu waliobakia angamiza. Kwenye kijiji hicho hakupewa nani ya muokoe. Akaja akafanya ukaguzi kwenye eneo husika, akamkuta mtu mmoja mwema mcha Mungu kwenye kijumba chake, anapiga adhkari zake, swala zake, akamuona hasa huyu ni mtu wa kheri. Lakini hakupewa maagizo huyu amfanye nini. Kabla ya kutekeleza alichotumwa, fasta akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akenda akamwambia, subhanakallahumma bihamdik, umetakasika Mola wangu na sifa njema ni zako. Inna fiha abdaka salihun ma afalu bihi, katika kile kijiji kuna mja wako mwema, yule ni mfanye nini? Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, bihi fabda, hizo kashikashi zako zianzie hapo kwake, muanze yeye. Limadha ya Allah, kwa nini? Akasema, liannahu lam yataghayyar wajhuhu lima fu'ila bihi, huyu yeye uso wake haukubadilika kwa yale maudhi ninayofanyiwa. Manake kama yale maovu kayabariki. Hasa na sisi tunaona tu watu na raha zao, tunajisifia imani, tunakuja msikitini, lakini hatuna juhudi yoyote tunaoifanya kama jamii ya kusema maovu fulani hapa kwetu hatuyataki, na Allah atushuhudie tunafanya juhudi ya kuyadhibiti. Hatufanyi. Kuna mema mengi ya wajibu tuliowajibishiwa sisi na vizazi vyetu tunayadharau, lakini hakuna juhudi yoyote kama sisi wanajamii tulioifanya ya kusema tunataka tuhakikishe yale tuliowajibishiwa yanatiwa kwenye utendaji. Mnanielewa hivi ninavyosema? Ndio maana nikasema msikiti sio jengo tu. Kuna mambo hutakiwa yapangwe humu msikitini kwa maslahi mapana ya watu ambao wanahudumiwa na msikiti huu. Kwa hiyo hili suala la kuamrisha mema, kuwafinyanga watu tukawaelekeza kwenye dini ya Allah na kuwadhibiti watu wasifanye yale ambayo hayataki Allah, ni jukumu letu sote. Kwa hiyo tufanye kazi ya maksudi ya kuwatafuta wale watu wazima wetu kwa umri waliotuzaa. Wao wanajua mengi huko nyuma, ujana wao, walivyolelewa wao, wazee wao walivyokuwa wana